Fire si fire. Nyota ni noma si noma. Deputy President, usifikiria ya kwamba tunataka kiti yako, tunataka kukufukuza. Sasa one, Hustler Fund, two, Winning Enterprise. Number three, I'm not going normal with number three. Yeah. I'm here now. It's really welcome to Nyota project. Na tumefika hapa kuwapanga, na kwa kuwa president ametupanga kama vijana wa taifa la Kenya, mimi nataka niwaombe ndugu zangu, tumepangwa sasa, ni jukumu letu pia nisi tujipange. Tafadhali, hii pesa ambayo tumepata, hii ni pesa ambayo ni ya biashara. Tusiende nayo mahali tukaenda ambia DJ aeke ile ngoma inasema mimi nakula maisha na adabu. Tafadhali, hii si pesa ya kula maisha na adabu. Hii ni pesa ya biashara, alafu baadaye tutakula life na adabu. Vijana power! Lakini sasa sijasema muanguke tu maksudi, kwa sababu kuna ile kujiangusha tu kipenda, kama vile sasa I saw today. Najua nilikuja hapa mapema, I saw muna exchange numbers, manangos, nini. Hakuna mambo ya kutuma fare. Msiombe watu fare. Sawa sawa? Ukitaka fare nitafute. Si mko namba yangu? Mtanitafuta. Lakini unajituma. Vile ulijituma ku apply program. So from there then we will come again in our centers for a training of 3 days. Na walimu wetu, and this time round we'll be linking you up to market access, how to access global market, how to brand your products, how to position your business very well so that it becomes more competitive. Again, for 3 days, there you will get to meet experienced business people within your locality, and sometimes you'll also travel far and beyond to go to trade fairs. So nibidi yenyu nyinyi watu, tunaelewana? Then after that you go again for a second mentorship period for about 2 months. So tutakuwa tumapatia hiyo balance ingine. After your training ya 3 days, then you go for a mentorship period for 2 months. Sasa pale tunataka kukaa na nyinyi unyo kwa unyo for about 6 months. Our objective is to make sure that you succeed. Wakati William Ruto alikuwa anaomba kura, alisema ya kwamba siku moja watoto wa maskini watakaa meza moja na watoto wa matajiri. Na ukiangalia mpango huu unaoendelea ni katika huo mpango, kwa sababu watu wanasema wimbo maskini umekuwa kama wimbo. Mapato hayakidhi mahitaji. Lakini mpango ulio hapa sasa ni kuhakikisha kwamba wewe leo umepata nyota yako. Kwa sababu Mwenyezi Mungu ametupatia William Ruto atupangie mpango. Kwa hivyo jikakamue. Kuna wale wanasema ati pesa haitoshi, ati pesa ni ndogo. Tunawaambia kwamba sisi tuko sawa. Kama vile Femi Wana alimuuliza Meja, ukipewa utaweza? Tunasema sisi tutaweza. Kwa hivyo walete pesa, tutaweza, tuweze kufanya kazi. Leo Mheshimiwa Rais, pongezi sana. Leo ni siku muhimu kwa sababu katika mpango wa kubadilisha Kenya hauwezi kukamilika kama vijana wameachwa nje. Mheshimiwa Rais, you've been very creative. You have designed programs and strategies to make sure that the youth of our country
are at the center of the transformation agenda. Na leo hapa hawa vijana ni kati ya wale ambao watapata pesa ya biashara ili waweze kuimarisha mambo yao ya uchumi na uchumi wa taifa la Kenya. Kwa hivyo vijana, hii ni nafasi yenu, muhakikishe mnajipanga. Wakati mnapatiwa hii pesa, tunatarajia biashara zenu zitaweza kuendelea mbele. Na Mheshimiwa Rais, tunajua kwamba sio tu mpango huu wa biashara peke yake. Kuna mipango mingine katika Nyota ambayo inawalenga vijana. Mheshimiwa Rais, katika wizara sisi tuko tayari kuendeleza vile vitengo vingine vya kuhakikisha vijana wanaweza kufaidi katika mradi huu. Hii ndiyo njia ya kusaidia hawa vijana. Kwa miaka mingi sana hawa vijana wetu wamechukuliwa kama watu ambao hawawezi fanya biashara, ili hali ile kitu wamekuwa wakikosa ni opportunity. Your Excellency, thank you very much for giving these young people the opportunity to create employment. Your Excellency, the project, Nyota project, which you are implementing today here, is a 33 billion project that your government has put in place towards economic investment in the youth. But alongside the Nyota project, we also have another 12.8 billion that you have applied in the digital jobs for our youth across the country. Again, Your Excellency, as you are aware, we have another 11 billion for the National Youth Service that is also helping us to revamp the youth sector in our economy. Your Excellency, together we are working at ensuring that the total budgetary allocations for our youth in the country rises up to about 15%. Together with the allocations that we are putting in the education sector of about 30% of our total budget. Your Excellency, I just want to reaffirm your support to our youth, and also to say, Your Excellency, that agenda, in their 10-point agenda that you signed with our leader Raila Amolo Odinga, agenda number 4 talks about economic investment in the youth. And I want to confirm to Your Excellency that there should be no doubt in anybody's mind of your commitment to empowering our youth. Your Excellency, mine is simple. Really to appreciate what you are doing for the youth. Your Excellency, in 1979, when vaccines were introduced, the child survival improved. Children started surviving from 300 per 1,000 live births to now less than 50. By the year 2002, Your Excellency, we realized we have a big youth that is surviving, and we didn't think much about education. So we put a plan for education, and we had free primary education, and all of them went to school. Your Excellency, what we are seeing now is a logical follow-up to that. When the children survive and become youth, every time I go to a graduation and I see these thousands in colleges and universities, I ask, where are the jobs that they are going to get? And I think for the first time, we are seeing a program that is addressing that issue, that the youth themselves are going to create the jobs. Because if all youths come from colleges and universities to look for jobs, there will not be enough. But if they create jobs, that is the answer. Anybody who creates a job for himself will create a job for another. For there's no way you can work without employing another. So with that, Your Excellency, this is a great move forward, that youth create jobs for themselves and even for others. As Governor of Homa Bay, I want to make my commitment as head of the government in Homa Bay that when these young people come to do business in Homa Bay, they shall not pay for any permit, they shall not pay for anything. Hiyo itakuwa juu yangu.
Na juu ya hiyo, kwa sababu sitaki ugonjwa ifanye waanguke kwa biashara, nitalipia hao wote 3,300 SHA yao wakae hapo waendelee nayo. Nimepiga hesabu na niko na kitu ya kuwalipia SHA about 20 million shillings. Hao watu wangu wa Homa Bay hao. Niliona jana kuna wengine wamesema ati sasa wanajitayarisha kwa sababu hawana mipango, hawana agenda, hawana chochote, ati wanajitayarisha kutengeneza maandamano. Ati wanataka watengeneze maandamano, ati sasa waende maandamano, ati sasa watu waende maandamano. Sisi tunawaambia we are not boarding. We are doing what? Are we boarding mambo ya maandamano? Sisi tuko works. We are not boarding mambo ya maandamano. Kenyan youth are busy. They are busy opening businesses. They are busy hustling. Mambo ya maandamano hawafanyi nini? Your Excellency, wacha wangine waongea. What you are doing here and what the PS has explained to me, and I've done my PhD, is even better than a PhD. Umeenda kwa ground and you are going to raise these youngsters to become the next entrepreneurs of Kenya. That is how the Singapore and India and China did. Next is going to be Kenya. Your Excellency, change makers, they are not wanted, they're not liked, but you're a change maker. Don't worry about everybody else. Tutakaa na wewe, Your Excellency, paka siku yetu ya mwisho, utafanya hii kazi and we will benefit in the future. When you look at yourself, when you look at your neighbor, you are at an age where you are most energetic, you are at an age where you are most beautiful and most handsome. So you represent the beauty, the energy and the handsomeness of the nation. Sinivyo vijana? So I want to thank the President and his leadership for investing in young people, because when we invest in young people tutaenda mbali, hii nchi itakuwa na kila kitu ambayo tunahitaji. Fire si fire. Nyota ni noma si noma. Homa Bay hoye. Kisumu hoye. Siaya hoye. Leo ni leo, msema kesho. Leo ni leo, msema kesho. Ukiona rais amefika hapa leo, Bazu amefika, mutatoka hapa na pesa ya nyota, kwa sababu leo ni leo, msema kesho ni muongo. Ni kweli si kweli? Program hii ya nyota ni program ya kusaidia vijana na iko na component kama component mara 4. Iko na component ya business support ambayo ndio hii. Kila kijana, vijana kati ya 70 na 85 katika kila wodi, shilingi 50,000. Leo mnatoka hapa na 25,000. Later mtapata 25,000. 6,000 will go to your savings. Na hii ni pesa ya kuinua vijana katika biashara. Wengine watapata skills, wengine watapata recognition of prior learning, na wengine wataingizwa katika program ya AGPO, Access to Government Procurement. Kwa jumla vijana 820,000, 820,000 young people will get support using this Nyota program, one of the many initiatives that this government is undertaking to empower young people. Nyota is just one of the initiatives. We have other initiatives in digital jobs, in affordable housing jobs, in overseas jobs, and I am sure through your administration, Mr. President, we are going to witness the transformation of millions of young people in your first term as you look towards your second term of your administration. Mr. President, I want to say this, that today it is evident
that the bottom-up economic transformation agenda is not just a slogan. It is now evident that Pesa Mfukoni was not just a campaign slogan. Leo hawa vijana 8,820 wanatoka hapa na pesa. Hiyo ndio maana ya Pesa Mfukoni. Rais aliongea siku ile ya campaign. Rais Ruto ni fire si fire. Rais Ruto ni noma si noma. Program hii ya Nyota ni program ya kusaidia vijana na iko na component kama component mara 4. Iko na component ya business support ambayo ndio hii. Kila kijana, vijana kati ya 70 na 85 katika kila wodi, shilingi 50,000. Leo mnatoka hapa na 25,000. Later mtapata 25,000. 6,000 will go to your savings. Na hii ni pesa ya kuinua vijana katika biashara. Wengine watapata skills. Wengine watapata recognition of prior learning. Na wengine wataingizwa katika program ya AGPO, Access to Government Procurement. Kwa jumla, vijana 820,000, 820,000 young people will get support using this Nyota program, one of the many initiatives that this government is undertaking to empower young people. Nyota is just one of the initiatives. We have other initiatives in digital jobs, in affordable housing jobs, in overseas jobs, and I am sure through your administration, Mr. President, we are going to witness the transformation of millions of young people in your first term as you look towards your second term of your administration. Mr. President, I want to say this, that today it is evident that the bottom-up economic transformation agenda is not just a slogan. It is now evident that Pesa Mfukoni was not just a campaign slogan. Leo hawa vijana 8,820 wanatoka hapa na pesa. Hiyo ndio maana ya Pesa Mfukoni. Rais aliongea siku ile ya campaign. Rais Ruto ni fire si fire. Rais Ruto ni noma si noma. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza vile unaendelea kuunganisha taifa letu la Kenya. Na umeleta ndugu zetu wa ODM. Sasa tuko katika broad-based administration. We are stronger together. You initially tulikuwa Kenya Kwanza, tulikuwa UDA, but with the ODM family, the country is stronger, the country is more stable, and we want to encourage you as you look forward towards the implementation of the 10-point agenda and all the other programs that you had agreed with the ODM through the leadership of the late Prime Minister Raila Odinga. And therefore, I want to assure you, we support the broad-based government, and we support the implementation of both NADCO and the 10-point agenda, including the empowerment of young people. Ni leo si leo. Ni leo si leo. Ni fire si fire. Ni moto si moto. Naomba tuamke tukaribisha Rais wa Jamhuri ya Kenya jameni. Rais Ruto ni fire si fire. Wacha nione salamu ya Rais, wacha nione salamu ya Rais. Wacha nione salamu ya Rais. Wacha nione salamu ya Rais. Odinga. Oh. Hey. President, I want to plead with you that this program will improve lives. Ndio vijana wapate maisha mazuri, ndio kule mbele hata tukienda tunajua kuwa your agenda. Mimi nikukaribishe hapa kwa niaba ya gavana Ereja Morwako, President of Wana Bargimalo kama the county speaker Elisha atajenga daraja kwanza ya kuleta mukatuma ile *254# hapo ndio mulienda.
Ndio sababu mko hapa. Kwa hivyo form ni kujituma. Ati form? Ati form? Si namna hiyo? Na tulisema ya kwamba sio lazima ujuane na chief ama MCA ama mbunge ama governor. Sio lazima baba yako ajulikane. Kila kijana wa Kenya ambayo ni wa kujituma utakuwa hapa, na mimi nataka nitangaze kwa wale vijana wengine ambao wako hapa katika hii stadium, nafasi yenu inakuja. Musitie wasiwasi. Nafasi yenu inakuja na tutawapangia vile tumewapangia walio hapa siku ya leo. We want to thank His Excellency the President and the Deputy President Professor Kindiki, all the MPs present. This fantastic program will benefit over 820,000 youth. But besides that, it will also benefit a total of 2,800 beneficiaries from Kisumu County. Si tumefurahi watu wa Kisumu County? Tumefurahi watu wa Kisumu County that we are hosting this event. Your Excellency, Mr. President, I want to plead with you that this program will improve lives. The initial disbursement of 25,000 and the subsequent disbursement will improve lives. Ndio vijana wapate maisha mazuri, ndio kule mbele hata tukienda tunajua kuwa your agenda will strengthen the youth in this country. Kisumu hoye! Kisumu hoye! Amoso ujadurua! Jadurua untie! Jadurua umor! Oil! Bwana asifiwe! Hebu mnisalimie hewani watu wa Kisumu Dala. Allah. Yaani mimi naona kuna mambo leo Kisumu ama vipi? Kuna mambo Kisumu? Siaya hoye! Siaya hoye! Homa Bay hoye! Homa Bay hoye! Jo Kisumu hoye! Kisumu hoye! Waswahili wanasema hayawi hayawi. Ni leo si leo. Vijana wa Siaya, vijana wa Homa Bay na watu wote wa Kisumu Dala hapa, asanteni sana kwa kutukaribisha Kisumu siku ya leo. Na tumekuja hapa makusudi. Hatujakuja hapa utalii, hatujakuja hapa siasa, hatujakuja hapa kutembea, tumekuja hapa mambo ya biashara. Mimi ningetumana hii program ikuje ifanywe na wengine, lakini kwa sababu hii program ni ya muhimu, na mimi nataka niwaone nyuso zenu na niwaeleze ya kwamba you have an opportunity of a lifetime. Hii program haina ubaguzi. Tulisema kuna vijana wanaweza kupata ajira sehemu zingine. Kuna vijana wanaweza kufanya biashara kwa sababu wako na uwezo wa kukopa kutoka mabenki. Lakini tukatambua ya kwamba kuna vijana wengine hawawezi kupata kazi ingine kwa urahisi, hawawezi kufanya biashara ingine kwa urahisi. Ndio tukasema hii program ambayo haijali kama kijana amesoma ama hajasoma, hii program ambayo haijali mahali umetoka, kabila umetoka, sehemu umetoka, program ambayo kila kijana wa Kenya akijituma anaweza kuingia kwa hii program. Mimi nawauliza vijana mlio hapa, nyinyi kuna mtu aliwasaidia? Kuna mtu aliwasaidia? Si mlijipanga kwa simu wenyewe? Mlijipanga mukatuma ile *254# hapo ndio mulienda? Ndio sababu mko hapa. Kwa hivyo form ni kujituma. Ati form? Ati form? Si namna hiyo? Na tulisema ya kwamba sio lazima ujuane na chief ama MCA ama mbunge ama governor. Sio lazima baba yako ajulikane. Kila kijana wa Kenya
ambayo ni wa kujituma utakuwa hapa, na mimi nataka nitangaze kwa wale vijana wengine ambao wako hapa katika hii stadium, nafasi yenu inakuja. Musitie wasiwasi, nafasi yenu inakuja, na tutawapangia vile tumewapangia walio hapa siku ya leo. Unaitwa nani? Melda Awuor Soda. Melda Awuor. Melda. Yeah. How are you, Melda? I'm very fine. Very good. Nyumbani ni wapi? Nyumbani ni Siaya County. Game South Game Ward. Aha. Umepata chapa? Nimepata. Nimepata. Umepata shilingi ngapi? Hebu nione wapi simu yako? Nimeingia 22,000. Great. Naona hapo. Yeah. Imeingia. Imeingia. Kabisa. Mpango ni gani? Mimi ni mkulima wa mboga. Nafanyanga agriculture. Sasa saa hii sinanga zile pump za kupump maji, water pump. Sasa nitanunua na tena nitaongeza seedlings nipande. Umefanya utafiti kujua water pump ni kama pesa ngapi? Water pump ni 11,000. 11,000? Yeah. Unajua where to go and buy? Yes. Ukitoka hapa? I have confirmed. You have confirmed? Very well. So water pump itakuwa shambani by when? By next week. Next week? Yeah. Utakuwa chonjo pale shambani? Kabisa. Alafu seedlings? Seedlings, utanunua seeds? Seedlings niko nazo, nilishaweka. Yeah. Okay, so where do you sell your produce? Napelekanga shule, na supplying kwa shule, markets, na tena wenye wanakula tu za 10, 20, 30 pia sikosi. Yeah. So leo utapata kununua pump 11,000. Yeah. Na hiyo pesa ingine? Hiyo pesa ingine nitakodesha nayo shamba lingine. Utakodesha, expand? Yeah. Shamba uongeze? Alafu you grow more? Kabisa. Let me ask you. Every month, roughly, how much money do you make every month, roughly? Roughly, like 31 ama 29. Juu shule nikipeleka inanipea 15,000 per month. Alafu hizo zingine nikiuza na hizo zenye napeanga mtu wa kuuza tena. Ati mru wako? Unapatia? Mtu wenye wanauza kwa market. Anaitwa nani? Sema tu. Sellers. Wanaitwa nini kwa hiyo umesema? Wanaitwa nini? Ati nani? Our sellers. Yeah. Okay. So ile ya shule ambayo uko na contract? Niko na contract. 15,000 per month. Per month. Alafu hii ingine unaongezea inakuwa karibu 28, 30,000. Kabisa. 1 month. Yeah. Omnoma. Sasa nimeshukuru sana. So what is going to happen? You think now it's going to go up because you're going to do more? Kabisa. By next of 1 year. Yes. Nitakuwa mahali. Utakuwa mahali. Kushinda hii mali niko sahi. Sasa usikie Melda. Leo 22,000 umepata. Yeah. 3,000 tumekuwekea kwa savings. Yeah. Tutakufanyia training tena. Tukuje tuone mahali umefika, alafu tutakuongezea another 25,000. I will appreciate. Si ndio? Kabisa. Because we value the young people of our nation. Because the young people of our nation, they have rejected stale tribal arithmetic in our politics. They have rejected matters to do with leadership that is backward. They have rejected all the things that are recycled slogans. They have also rejected backward leadership. We want to tell you, you have an opportunity to be part of the transformation of Kenya. We have 4 programs for our young people to get engaged. Number 1, tuko na program ya housing. Si mnajua tuko na program ya housing hapa Kisumu? Si tuko na program ya housing hapa Kisumu? Mumeona hamjaona? Tuko na program ya housing Siaya, ni kweli ama si kweli? Tuko na program ya housing kule Homa Bay, ni kweli ama si kweli? Hapa Kisumu
Siaya pamoja na Homa Bay tumeweka pesa shilingi bilioni 96 ya affordable housing na markets na ile program ya hostels ya vijana wetu. Vijana wa Kenya 500,000 wanafanya kazi katika program ya affordable housing, ya market pamoja na hostels. 500,000 young people who were not working before. Wale jamaa agendaless na radarless wanataka kutuambia housing is not a priority. Tell me how housing is not a priority if it is hiring 500,000 young people in Kenya. And when you stop housing, where are you going to put 500,000 young people in the Republic of Kenya? Tell us why every manifesto in the last 30 years has had housing. Which country do you live in? Nyinyi mnanielewa my friends? Nauliza nyinyi vijana wa Kisumu, mumeona vijana wanafanya kazi kwa program ya housing? Si pale tuko na masons, pale tuko na carpenters, pale tuko na electricians, pale tuko na masons, pale tuko na engineers. Ni kweli ama si kweli? Program ya housing iendelee ama siendelee? Wale wanasema program ya housing iendelee nione kwa mkono. Program ya housing iendelee? Yes, because it is making a difference in the Republic of Kenya. Tuko na program ya pili, mimi nataka niwaeleze vijana wa Kenya. Because we have a plan for the young people of this nation. Tumeweka program ya digital jobs. Na hiyo program ya digital jobs nikiongea na nyinyi saa hizi, we have 300,000 young people monetizing their talent and knowledge on the digital platform in different parts of Kenya, in our ICT hubs, in our Jitume hubs, in our business processing outsourcing companies, because we have been deliberate and intentional on spreading the infrastructure that will allow the young people of our nation to work. And our target is that in the next coming 1 year, 1 million young people will be working on the digital platform, and they are going to monetize their talent, and they are going to help us grow our economy. Mimi nawauliza vijana wa Kenya, mutafute nafasi yenu, mujitume pale kwa digital jobs. We have a program for you. Ya mwisho, mimi nataka niwaeleze vijana wa Kenya, tuko na nafasi ya kufanya kazi in different parts of the world. We have signed bilateral labor agreements with different countries. Today, a young person from Kisumu or Siaya or Homa Bay or any other county in the Republic of Kenya can work outside Kenya because the government of Kenya has secured opportunities for us to work anywhere in the world. And as I talk to you, we have 538,000 young people who are working outside Kenya in just the last 3 years. And many more are leaving every day. They are going to have work for 2 years, 3 years, come back to Kenya and help us grow our economy and build our nation. Kwa hivyo mimi nawaeleza vijana wa Kenya, because we value the young people of our nation, because the young people of our nation, they have rejected stale tribal arithmetic in our politics. They have rejected matters to do with leadership that is backward. They have rejected all the things that are recycled slogans. They have also rejected backward leadership. We want to tell you, you have an opportunity to be part of the transformation of Kenya. We have 4 programs for our young people to get engaged. Number 1, tuko na program ya housing. Si mnajua tuko na program ya housing hapa Kisumu? Si tuko na program ya housing hapa Kisumu? Mumeona hamjaona? Tuko na program ya housing Siaya, ni kweli ama si kweli? Tuko na program ya housing kule Homa Bay, ni kweli ama si kweli? Hapa Kisumu, Siaya pamoja na Homa Bay tumeweka pesa shilingi bilioni 96 ya affordable housing na markets na ile program ya hostels ya vijana wetu. Vijana wa Kenya 500,000 wanafanya kazi katika program ya affordable housing, ya market pamoja na hostels. 500,000.
young people who were not working before. Wale jamaa agendaless na rudderless wanataka kutuambia housing is not a priority. Tell me how housing is not a priority if it is hiring 500,000 young people in Kenya. And when you stop housing, where are you going to put 500,000 young people in the Republic of Kenya? Tell us why every manifesto in the last 30 years has had housing. Which country do you live in? Nyinyi mnanielewa my friends? Nauliza nyinyi vijana wa Kisumu, mumeona vijana wanafanya kazi kwa program ya housing? Si pale tuko na masons, pale tuko na carpenters, pale tuko na electricians, pale tuko na masons, pale tuko na engineers. Ni kweli ama si kweli? Program ya housing iendelee ama siendelee? Wale wanasema program ya housing iendelee nione kwa mkono. Program ya housing iendelee? Yes, because it is making a difference in the Republic of Kenya. Tuko na program ya pili, mimi nataka niwaeleze vijana wa Kenya. Because we have a plan for the young people of this nation. Tumeweka program ya digital jobs. Na hiyo program ya digital jobs nikiongea na nyinyi saa hizi, we have 300,000 young people monetizing their talent and knowledge on the digital platform in different parts of Kenya, in our ICT hubs, in our Jitume hubs, in our business processing outsourcing companies, because we have been deliberate and intentional on spreading the infrastructure that will allow the young people of our nation to work. And our target is that in the next coming 1 year, 1 million young people will be working on the digital platform, and they are going to monetize their talent, and they are going to help us grow our economy. Mimi nawauliza vijana wa Kenya, mutafute nafasi yenu, mujitume pale kwa digital jobs. We have a program for you. Ya mwisho, mimi nataka niwaeleze vijana wa Kenya, tuko na nafasi ya kufanya kazi in different parts of the world. We have signed bilateral labor agreements with different countries. Today, a young person from Kisumu or Siaya or Homa Bay or any other county in the Republic of Kenya can work outside Kenya because the government of Kenya has secured opportunities for us to work anywhere in the world. And as I talk to you, we have 538,000 young people who are working outside Kenya in just the last 3 years. And many more are leaving every day. They are going to have work for 2 years, 3 years, come back to Kenya and help us grow our economy and build our nation. Kwa hivyo mimi nawaeleza vijana wa Kenya, kuna watu wanafikiria ya kwamba Wakenya hawa vijana ni watu wa kumobilize waende kwa mkutano. Kuna watu wanafikiria vijana hawa wa Kenya ni voting machines. Kuna watu wanafikiria hawa vijana wa Kenya ni bloggers ya mambo yao. Mimi nataka niwaeleze hawa vijana wa Kenya is the greatest resource we have as a nation. And we must give them real chances, real opportunities, real jobs, and real programs that will change their lives. Vijana hoye! Mimi nataka niwaambie wale vijana wengine wameketi hapa pamoja na sisi, na naongea na vijana wengine wote wa taifa letu la Kenya. Hii program ya Nyota ina target vijana 820,000. Hawa walio hapa ni miongoni wa vijana 122,000 wa business support ya Nyota. Tumetangaza tena program ambayo inafuata, on the job training, program ambayo itafikia vijana wengine 90,000. 90,000 young people are going to benefit from the next program on job training. Mahali tutatafuta vijana 65 kutoka kila ward ambao hawana ujuzi yeyote. Kazi yetu kama serikali, tutachukua hawa vijana, tutawapeleka ili wapate masomo ama training ya skills, na tutawalipa kila mwezi hawa vijana shilingi 6,000 ya kwenda nyumbani na kurudi. Tutawalipia examination na baadaye tutawapatia certification
ili kama mtu vijana hoye. Mimi nataka wale vijana mko huko mnisikize vizuri bwana. Leo jioni kama wewe ujaketi hapa, nyinyi mlioketi pale, leo jioni enda pale kwa *254# nyota, uende kwa program inaitwa on the job training. Kufikia leo, for the last almost 1 week, tumesajili vijana 1160. Tunataka tuwapatie nafasi nyinyi ambao hukupata nafasi ya kwenda college, hukupata na pengine mzazi wako hakuwa na uwezo wa kupeleka wewe college. Now you have an opportunity to go to college on government sponsorship. You will pay nothing. Instead, we will pay you money to go for that training. Na tutakusaidia huyo ambaye atakutrain, tutamlipa. Kuna watu wanafikiria ya kwamba Wakenya hawa vijana ni watu wa kumobilize waende kwa mkutano. Kuna watu wanafikiria vijana hawa wa Kenya ni voting machines. Kuna watu wanafikiria hawa vijana wa Kenya ni bloggers ya mambo yao. Mimi nataka niwaeleze hawa vijana wa Kenya is the greatest resource we have as a nation, and we must give them real chances, real opportunities, real jobs and real programs that will change their lives. Vijana hoye. Mimi nataka niwaambie wale vijana wengine wameketi hapa pamoja na sisi, na naongea na vijana wengine wote wa taifa letu la Kenya. Hii program ya Nyota ina target vijana 1820. Hawa walio hapa ni miongoni wa vijana 1122 wa business support ya Nyota. Tumetangaza tena program ambayo inafuata, on the job training, program ambayo itafikia vijana wengine 90,000. 90,000 young people are going to benefit from the next program, on job training. Mahali tutatafuta vijana 65 kutoka kila ward ambao hawana ujuzi yeyote. Kazi yetu kama serikali, tutachukua hawa vijana, tutawapeleka ili wapate masomo ama training ya skills, na tutawalipa kila mwezi hawa vijana shilingi 6,000 ya kwenda nyumbani na kurudi. Tutawalipia examination na baadaye tutawapatia certification, ili kama mtu vijana hoye. Mimi nataka wale vijana mko huko mnisikize vizuri bwana. Leo jioni kama wewe ujaketi hapa, nyinyi mlioketi pale, leo jioni enda pale kwa *254# nyota, uende kwa program inaitwa on the job training. Kufikia leo, for the last almost 1 week, tumesajili vijana 1160. Tunataka tuwapatie nafasi nyinyi ambao hukupata nafasi ya kwenda college, hukupata na pengine mzazi wako hakuwa na uwezo wa kupeleka wewe college. Now you have an opportunity to go to college on government sponsorship. You will pay nothing. Instead, we will pay you money to go for that training. Na tutakusaidia huyo ambaye atakutrain, tutamlipa. Okay. Yeah. Sasa nikuulize. Yeah. Nimeingia. Kabisa. Mpango ni gani? Mimi ni mkulima wa mboga. From Nyota Business Support, code 32000919 on 2nd February 2026 at 11:26 a.m. Very good. 2000 tukiadd kwa watu 40, tulikuwa tumebudget nayo, tuanze no poultry. Ndio hiyo 2-term group tuko watu 40. Nimekubali. Mheshimiwa, pikipiki nitakupangia. Hiyo group yako nitakupangia. Musikubali wale watu hawana agenda ya kutupeleka mahali popote. Tunataka kama wako na agenda bora kuliko sisi, watueleze ni agenda gani wako nayo. Don't tell us you are going to drive the country backwards into 10 years. Tell us how we are going to move the country forward.
Kwa hivyo mimi nawauliza vijana wa Kenya, na nataka vijana wa Kenya munisikize vizuri. Vijana hoye! Vijana hoye! Vijana wa Kenya, mimi nataka niwaeleze form ni kujituma. Tuko na nafasi ya kazi kwa affordable housing. We have 500,000 young people working there. As that program continues to roll out, we will reach 1 million young people. Number 2, tuko na kazi pale kwa digital jobs. We continue to expand our fiber optic. We continue to expand our ICT hubs. We have 300,000 young people working today. We want to get to 1 million. Mujitume kwa digital jobs. Number 3, we have a program on export of labor. As we talk to you, in the last 3 years, 538,000 young people are working outside Kenya. All you need to do is to use your phone. Enda kwa mtandao katika National Employment Authority portal na utapata nafasi ya ajira hapo. Utafanya kazi nje, utalipwa na dola, utaleta pesa nyumbani, tutaendesha taifa letu, wewe ujitume. And number 4, unaweza kwenda hash ama *254#, uende katika program ya Nyota. Tuko na 4 different programs, ujipange na hapo. I want to say, for the avoidance of doubt, there has never been a much more comprehensive program of the empowerment of the young people of the Republic of Kenya than what we have today. It is deliberate, it is intentional, it is practical, it is real. Na ndio sababu mimi nawauliza vijana wa Kenya, we are transforming this nation one step at a time. Na mambo itabadilika, Kenya itabadilika, na tutasonga mbele kwa pamoja. Mimi nataka niwaeleze wale majamaa, nyinyi mnasema pesa tunawapatia hawa vijana ni pesa kidogo. Nyinyi mlishawahi kupatiana pesa ngapi? Wale jamaa wamepatiana pesa zozote? Wale jamaa hawana mpango yeyote. Ati wanatueleza ya kwamba wanataka turudi mpaka miaka 10 iliyopita. Ati the only thing they can tell us, they cannot tell us a plan. They do not have an agenda. They do not have a vision. They do not have a plan for our nation. The only thing they are telling us is that we should go back to NHIF, is that we should go back to education where most of our children did not have teachers in class, is that we should go back. What kind of reform do you engage in by going in reverse? That is not reform, that is retrogression. And I want to say without fear of contradiction, the young people of Kenya have rejected negative politics. They have rejected the politics of slogans. They have rejected the old politics where politicians were talking about tribal arrangements and second-hand leadership. The people of Kenya have said no, they want to move forward. Vijana, ni kweli ama si kweli? Mnataka turudishwe kwa siasa ya chuki na ukabila na mgawanyiko? Mnasema tuende mbele? The young people of Kenya are hungry for opportunity. They are hungry for jobs. They are hungry for real platforms. They are hungry for progress. They want to use their talent. They want to use their knowledge. They want to use their innovation. They want to drive the transformation of Kenya going into forward, not going backwards using the reverse gear. Ama namna gani jameni? Vile vile tuko na program ambayo inafuata. Kama wewe ni kijana ambaye umemaliza umeenda kwa training pale, umekuwa kwa mjengo ama umekuwa kwa garage fulani, umefanya pale kwa garage, umefanya pale kwa mjengo, sasa wewe unaelewa plumbing ama unaelewa carpentry ama unaelewa masonry ama unaelewa kuwa electrician, lakini huna certificate yeyote, mimi nakuomba uregister katika platform ya Nyota. Sisi tutakusaidia wewe kukulipia mahali utafanyiwa mtihani na upatiwe certificate, kwa sababu wewe tayari ni fundi hata ingawaje hauna certificate. Vijana hoye, mnanisikia? Jambo la 4 katika hii program ya Nyota, tunahitaji vijana 1,600
ambao tutawapatia training ya kufanya biashara na serikali ya county na serikali ya kitaifa. Tuko na 30% procurement under our access to government procurement opportunities. Mimi nataka niwaeleze vijana wa Kenya, wasikubali kutumika na wadosi. Ati wewe ni kijana, unatumiwa jina yako, inakuwa registered kwamba hii ni kampuni ya vijana, na hiyo biashara si yako, ni ya mtu fulani, lakini wewe tu unatumiwa jina yako. Mimi nataka nikueleze sasa, serikali tumeamua ya kwamba hatutaki vijana wa Kenya watumiwe na watu wako na uwezo. Tunataka kijana akirejista biashara yake iwe ni biashara yake, sio ya mtu mwingine, na tutakusaidia vile wewe utapata pesa, sio ya huyo mtu mwingine ambaye anakuambia register in your name. Wewe mwenyewe upate pesa yako, ufanye biashara yako na county na national government, na tukulipe pesa yako na tukuhakikisha kwamba umepata vile ya kufanya biashara yako. Leo mnaondoka hapa na pesa, si ndio? Lakini hamuondoki hapa na pesa tu, pia tutafuatilia, kwa sababu tunataka nyinyi mfaulu. Tunataka biashara yenu iendelee. Hatutawaachilia, tutawafuata. Tunataka kujua biashara yako inaendelea namna gani. Tutakupatia mentorship, tutakufanyia training tena, alafu tutakuongezea pesa ingine 25,000 uendelee na biashara yako. Alafu vile vile ukikamilisha hiyo, tutakupatia training tena, alafu tutakuonyesha mahali ya kukopa pesa ingine. Sasa hii tunakupatia leo, vijana hoye, hii tunakipatia leo sio loan, ni grant, pesa ambayo hautalipa. Lakini hapo mbele unaweza kukopa 50,000, unaweza kukopa 100,000, unaweza kukopa 150,000 bila ya security yeyote, kupitia kwa biashara ambayo wewe utafanya, na tutakusaidia uendelee na biashara yako, because we want to give real opportunities, real chances for young people of Kenya to grow. Boss. Yes. Habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Kennedy Ochieng Gumba. Kennedy Ochieng. Yes. And let me say this for the record. Yes. Any person with disability who applied for this program, not one of them was rejected. All persons living with disability were accommodated by this program, because they form a very important segment of our society. And one of them is my friend Kennedy. Yes, thank you very much. So how did you apply, Kennedy? Oh, you know, nowadays we have a digital phone. Yes. That is accessibility friendly. Okay. Now I just touch it, then it's telling me everything that I want to do. So I just dial 254, and I want to just to do it practically. Let me hold the phone. Oh yeah, hold this one. Yeah, okay. Now. So that is reading the message of M-Pesa. So I'm going back. Then I think. Thus, I'm now in the dialogue. Yes. Then, Unit 5 now. If I realize that I dial bad, I delete. Yes. Sasa, I'm there. I'm here now. It's reading. Oh, okay. Now I'm not to the finish. There. Now. Very good. I'm here.
Yes. Sasa 1 Hustler Fund, 2 Winning Enterprise. Yeah, number 3. I'm not going on with number 3. Yeah. I'm here now. It's really welcome to Nyota Project. Welcome to Nyota Project, empowering youth with opportunities. 1, select a track. 2, terms and conditions. 3, So let me go with the 1. 0, back. Emojis. 1. Enter. Keyboard hidden. Very good. Phone. Call. Button. English UK. QWERTY shown. Nyota Project. Please select a preferred intervention to proceed. 1, business support. 2, Let me recognition go of prior with 1, business support. emojis. 1. Enter. Keyboard hidden. Phone. Call. Button. Thank you for your interest in the business support program. The application window is now closed. We will notify you when the next phase opens. So, Very good. it's practically that we did it alone. But you have now received the money. I've now received the money. That is how I did it. Yes. And I did it alone. And now I go through all the process of the training, and I've now received my money like anyone else. Tumpigie makofi huyu mungwana jameni. That's quite some effort. Yes. Hiyo inaitwa kujituma. Yes. Si namna hiyo? Yes. Sasa hii pesa boss. Yes. Kennedy. Yes. What do you plan to do with this money? From the beginning, I was planning to do poultry business. But I realized that the money that I have is too little. I cannot do poultry just from the structure and maybe kununua chakula ya kuku and kuleta kuku pamoja haitawezekana. So I changed my mind and now I'm going to start with mayai. Nilete eggs, naenda start a small depot of eggs, then I will grow bit by bit. Okay. Thank you. So do you know where to buy the eggs? I've already identified where to buy the egg, but I don't want to say because someone will go there before me. So biashara ni siri. Yeah. Unasema biashara ni siri. So hiyo ni siri yako? Yes. Alafu unajua mahali ya kuuza? Yeah, I've already identified the place and where there's a market, the demand of those eggs. So I already have a structure there. I'm going to pay the rent, then maybe I'll start bringing those eggs. And for me, being I'm disabled, it will force me to have assistant, and I'll find someone to help me there. So you will get an assistant? I'll get an assistant. So somebody else is going to get a job? Yeah, someone is going to get a job. Out of you? Out of me. So where will you be doing this business? Which town? Do you have a shopping center? We have a shopping center. It's called Hall Kobonyo. Hall Kobonyo. Hall Kobonyo is where I've been doing my business. But these eggs, because of I was looking for the market available, I was going to doing this one in Kaloka Beach. Kaloka Beach. Yeah. Iko wapi hiyo Kaloka Beach? Hiyo ni Seme, East Seme. Seme. Seme East Seme. Seme East. Sasa Owili, wewe sasa tuko na deputy governor hapa wa Kisumu. Yes. Ungemwambia nini akusaidie na mambo ya leseni kidogo ama akupange namna gani? Naomba. Kwanza you start with the governor through the people of the governor. Naomba wanipatie license ya kufanya business freely without interference. And again, if I can get small capital on top of this, even through you, Mr. President, I will appreciate. I will really appreciate. Okay. Yeah. Sasa nikuulize. Yeah. Nimeingia. Kabisa. Mpango ni gani? Mimi ni mkulima wa mboga. From Nyota Business Support, code 32 00919 on 2nd
February 2026 at 11:26 a.m. Very good. 2000 tukiadd kwa watu 40, tulikuwa tumebudget nayo, tuanze no poultry. Ndio hiyo two term group tuko watu 40. Rais, nimekubali. Mheshimiwa, pikipiki nitakupangia. Hiyo group yako nitakupangia. Yeah. Sasa nikuulize. Yeah. Nimeingia. Nimeingia. Kabisa. Mpango ni gani? Mimi ni mkulima wa mboga. From Nyota Business Support, code 32000919 on 2nd February 2026 at 11:26 a.m. Very good. 2000 tukiadd kwa watu 40, tulikuwa tumebudget nayo, tuanze no poultry. Ndio hiyo two term group tuko watu 40. Rais, nimekubali. Mheshimiwa, pikipiki nitakupangia. Hiyo group yako nitakupangia. Unaitwa nani? Naitwa Bwana Rahimston Owuor. Rahim. Yes sir. How are you Rahim? I'm fine. Nyumbani ni wapi? Natoka hapo nimeishi hapo side za Oyugis ndio nimeishi. Oyugis. Yes. Okay. Umeshapata pesa? Naam. Hebu tuone. Ya kwanza. Confirmed. Yes. Okay. So Bwana Rahim. Yes sir. Nikuulize. Naam. How did you apply? I dialed *254#. Then I selected option 3, Nyota project. Then I proceeded to option 1, select track. Then I selected business support. And after that, I followed the directive as it was required. Yes. So, have you gone for training? Yes, I went for training. How was the training? Did you learn something? The training was, actually it was fantastic. And I learned a lot. Yes. The trainers were good? Yeah, the trainer was good. Okay. Yes. Let me ask you, what do you intend to do with this money? Okay. I intend to proceed with the poultry project, the poultry farming project. Have you done it before? Yes, I've done it before. So you have experience? Yes, I have some experience. Very good. So yes. Where do you intend? You will buy the chicks, and then where do you buy the feed, and where are you going to keep them? Okay, the chicks, there are some farms that when I was starting, I bought from a person's farm at Sondu. I bought 2 weeks old. I started from there. I got some challenges, so it forced me to buy the grown up now. The feeds, I was buying them from the Agrovet, the Fugo. Some I was improvising by myself because of lack of enough capital. Yes. Now you have some money. Yes, I have some So money. what do you intend to, how do you intend to deploy this 22,000 as you wait for the other 22,000? Okay, the 22,000 that I've just received, the plan that I had with it is to expand the project. To expand the project? Yes. Make it bigger? Yes, to make it bigger. What is your average income per month when you sell? Okay, the average income per month, at times it depends with the market, the market demand, but actually it runs to something like 15 to 20 in a month. 15 to 20,000. 1,000. Yes. Very good. And that enables you to meet your basic needs. And you do it at home or you do it somewhere else? Okay, I use them. The amount that I get, I buy the equipment that are required, and some I use also on my basic needs. Okay, yes. Tumpigie makofi Rahim, jameni. Thank you very much Rahim, congratulations. I look forward to working with you into the project. Thank you. Asante sana. Ndio mheshimiwa. Confirmed.
22K. 22,000. So uko na senti? Uko na senti sasa? Niko na senti. Lakini mheshimiwa, msione vibaya nilikimbia hapa kwa stage. Najua nilikosa, yes, but nilikuwa na ombi. Si ndio nimekutafuta? Yes. Sasa kwanza wacha kabla hujasema yako. Si niseme yangu kidogo. Ndio. Sasa nikuulize, how did you apply? Nilisaidiwa na rafiki yangu John, najua kwa hapa kwa crowd, so siwezi muona, but nadhani yako kwa crowd this side. Nilitumia *254 na nikafollow protocols mpaka mwisho. So alikutumia link, alikuambia kuna kitu hapa? Hapana, alinisaidia tu kwa simu kudial hiyo USSD. Yes. O kwa simu kwa simu yangu. Okay, alikusaidia? Yes, kudial. Yes. Why? Mbona hukudial mwenyewe? Sikuwa najua hiyo story ya nyota. Nilienda akaniambia yeye asha apply na ametumiwa message. So akaniambia wanadayo livi na hivi. Okay. So kiasi maswali zilikuwa zingine zinanichanganya hiyo ya mathematics, but akanisaidia hiyo. Yeah, hadi nikamaliza maswali then wakanitumia message. Okay. Yes. Did you go for training? Tukaenda training. Ulienda training? 4 days. 4 days. Chakula ilikuwa sawa, alafu tulikuwa tunapewa tulikuwa napewa transport, chakula pia ilikuwa sawa. Okay. Yes. So what do you intend to do with this money? Ya hii pesa 2000 ya juu tuko na group ya watu 40. Tulikuwa tunataka kuanza biashara ya kuku, poultry farming. 2000 ya juu kwa 22,000. Then the remaining 20 nilikuwa nianze na biashara yangu ya kuuza manguo second hand. Nazitoa Nairobi na naziuza to the nearest market yenye ni Yala. Second hand kama hii yangu. Mheshimiwa yako si second hand, lakini tulikuwa unajuaje? Mtumba. Unajuaje? Sawa kama hiyo yako. Kama hiyo yako. Yes. Unajua hiyo nguo mtumba ni imetoka kwa wadosi ndio inateremka chini. Yes. Yeah, so ni nguo. But kuna hadi ya 30 lakini yako hapana. Kuna ya 30 bob. So, yes. Umewahi kufanya hiyo biashara ya mtumba? Yeah, nimeifanya but nilikuwa nafanyia mtu. Oh, ulikuwa unafanyia mtu. Nilikuwa nafanyia mtu lakini most of the time mimi ndio nilikuwa naenda nimchukulie mzigo, nikuje ni manage uzwe hadi ishe. So even my own I can manage. Yes. Yes. Because you have experience. I have experience in that. So bail moja, what are you planning to do now? Ulisema 2000 inaenda kwa 2000 ni ya group na nimefanya nikakimbia stage, lakini 20,000 naye nilikuwa nimesave 10,000 niko nao kwa M-Pesa, sasa ni 30. Naenda kwanza nao yangu ya mtumba. Okay. Then this 2000 tukiadd kwa watu 40, tulikuwa tumebudget nayo, tuanze no poultry. So kwa hii poultry budget yetu yote, tulikuwa tuko na short ya pikipiki. Unaona? Juu tunataka tufuge kuku, then kuku tuuze mayai, alafu tunafunga 1 day old, then tunaziuza zikuwa kitu kama 2 weeks old. So tulikuwa na short ya pikipiki, so tulikuwa ndo tunataka kuomba rice. Ndio hii mbio yote hii. Ndio hiyo mbio yote hadi karibu nivunjike. Karibu nivunjike mwanzo 2 term ndio hii group si atinadanganya si chocha. Ndio hii group WhatsApp 2 term wanani pressure, wewe kama mkubwa wetu umetufanya aje, meeting inaisha. Ndio hiyo 2 term group tuko watu 40. Nimekubali. Mheshimiwa, pikipiki nitakupangia. Hiyo group yako nitakupangia. Hiyo mbio yote hiyo. Hiyo mbio yote naona kweli ulikuwa na yani wakati sasa hii mbio. How did you begin this mbio business? I had a peer pressure. Mwanzo nimeketi pale naona meeting inaisha, naona nitegemea. I'm the youth leader. I started the whole thing. But these 2 terms started even before nyota ikuje. Tulikuwa tu tunasema kama rais wote anafanya kazi poa. Tukishampatia 5 supu, si tumpatie 5 bora. Ndio pale kitu ya 2 term ilikuja. Okay. Unaona? So wewe umeketi pale. Sasa mimi nimeketi pale naona meeting inaisha. Mkutano inaisha. Security wametuweka tight. Hata soda yangu sijakunywa. Unaona? So nikasema unangojea afadhali nijiaibishe nipate chenye huenda nikirudi huko wataona enyewe amelida, because I want with my business in 3 years to come ikuwe imegrow, then in 2099 nisimame rais Mwanza, hata wewe ulikuwa unafuga kuku.
Aki wewe ni mchochezi sana wewe. So it can be possible with good management. Alafu faith na kutrust the process. Yes. So wewe unajiamini? Mimi najiamini. Say, Rais, I'm very sure. Even on my knees. Ukinipea senke na biashara yangu iende poa, si yangu personally, ya hiyo watu 40. In the next 5 years, if you come to me, I'll have a mansionette. Absolutely, a mansionette. Utakuwa umejipanga. And you can follow up. Yes. Yeah. I was not just running for nothing. I know if I go back to CI empty-handed, I even could be lynched for that. So I was not running for nothing. Okay. Yes. Okay, boss. Nimekuamini. Rais, nisirudi sasa mkono tupu. Hapana, si nimekuambia pikipiki utaenda naye. Hiyo ya kufanya biashara hiyo yenu. Asante sana. Yeah? Asante sana. Wapi mtu yangu hapo wewe? Huyu kijana ndio deputy controller, ni kijana mwenzako huyu. Yes. Sasa huyu kijana atakupanga na hiyo pikipiki. Asante Rais. Haya, asante sana. Asante sana. Thank you. Unaitwa nani? Naitwa George Okoto Chini. Haya, George. Yes. Unajua mimi niko na Asana naitwa George kama wewe. Hey. Sawa sawa. Asante sana. Asante Rais. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mumeturuhusu mimi na Daktari Oburu tuongee. Munasema tuongee ama tuongee? Munaturuhusu tuongee. Tupange mambo ya mbele. Vile baba alikuwa ametuagiza. Tupangane pamoja kule mbele. Hebu nione wala anasema tuongee. Hebu nione wala anasema tuongee. Bas. Baba. Alafu tufike Canaan through Singapore. Haya. Na hiyo Canaan tunaenda, lakini Oburu amesema tunaenda through Singapore. Tumekubaliana? Vijana hoye. Bas, asante sana mzee. Thank you very much. Rais, mimi ninakushukuru sana kwa sababu yule mtu wa shares alikuwa amesema ati sisi hapa hatukukupigia kura, kwa hivyo hatuwezi kupata faida kutoka kwa serikali yako. Our people, simeona Rais analeta the projects kwetu hapa equal na the other areas. And that is all that we were craving for. We were saying that Kenyans, as Kenyans, we are taxpayers, whether we voted for this government or not. And we are entitled to our share. The other person was saying that our share cannot be given to us. We are only supposed to pay taxes. Yenye mnalipa usuru, lakini faida hakuna kwa sababu you are not shareholders. And now he is saying that anataka nyinyi pia mpigie kura. Mtawapigia kura? Mnaweza kuwapigia kura kweli? Kura yetu itaenda kwa wale ambayo wanaleta transformation. And I'm leading ODM. Since my brother left Raila Amolo Odinga, sinaongoza ODM. Na mkifuata hizi itakupeleka kwa choo. Na ukifuata nyuki itakupeleka kwa asali. Hizi zote unaona hii transformation imeletwa kwa imewekwa kwa mkono ya Oparanya, Wycliffe Oparanya. Wycliffe Oparanya si alikuwa deputy party leader ya ODM. Si alikuwa deputy party leader ya ODM. Na tumempatia rais afanye kazi. Simeona anafanya kazi. Anafanya kazi kamili. Oparanya endelea kufanya kazi hapo, lakini hapo mbele sisi tutaanza sasa kuongea. Wengine wanasema ati sisi tunaenda haraka haraka sana. Hakuna haraka haraka, uchaguzi ni next year.
The election is coming next year. Ni lazima tuanze kujiandaa. Na mimi ninawahakikishia ya kwamba nitawapeleka Canaan, na hiyo Canaan tutapitia Singapore. Na hii Singapore, hizi programs mnaona zinafanyika hapa ndio zilikuwa zinafanyika huko Singapore. Walianza hivi. Hii ni kuweka pesa kwa mfuko ya mwananchi. And this particular program is making you an employer. It is not just for you and your wife. You are going to employ people. And as you do business more and more, you will employ more and more people. So those who are talking of creation of employment, this is one of the ways of creating employment for our people in the country. As we move forward, we are not going to look for less. Lakini Deputy President, usifikiria ya kwamba tunataka kiti yako, tunataka kukufukuza. Please, you are our friend, but as we negotiate, we are going to negotiate what our people deserve. We are going to negotiate what our party deserves. Our party is not a Jaluo party. It is a party for the whole of Kenya. And therefore, we are going to negotiate fairly. We don't want tribal parties. Hatutaki tribalists kuongeza nchi yetu. So we are going to negotiate, and we are not going to take anybody's share. We are only going to make sure that everybody gets their fair share in the national cake. This is our aim. And those who are saying they want to take over the government, I don't see them campaigning anywhere. They are just in one region, in one area, ndio wanazunguka hapo, lakini rais anazunguka kila mahali Kenya. Watapata kura vipi when you are not campaigning? I've never seen a president in Kenya who is campaigning with the energy the President Ruto is using. He's campaigning every day from morning to evening. And he's campaigning with projects, he's campaigning with programs, he's campaigning with benefit to wananchi. So let us continue to embrace our country, and let us make sure that our people will benefit from the program. Thank you, His Excellency the President. We are quite honored because our youth are the future of Kenya. And we've been having a difficult time on how we can be able to empower them. And this empowerment, especially the way we have gotten this money, and we had financial literacy and mentorship after this PS. Let me tell you, this is going to go a long way to support our youth to become the employers of the future of Kenya. Employers, mpo! Employers, those who are going to become employers, show me your hands. Mmefurahi sana na hii program ya Nyota, hii program President ameleta. I thank you so much, and I'm saying that tuko pamoja, mbele tunaenda, nyuma turudi, Nyasaye mono gwedhu, anamor kodu.